الذي بعث بشرع كالشمس وضحاها وبقرآن كالقمر إذا تلاها وبسنة كالنهار إذا جلاها فمن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. يقول الله في حقه: يا حبيبي يا محمد، لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم سلكوا كل طريق واستفتح علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. إلهي زادي قليل ما أراه مبلغ، هل الزاد أبقي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى، أين رجائي فيك وأين محبتي؟ أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستقر رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإنه يحب المتوكلين. وادعوا ربكم إنه مجيب الداعين، واستغفروه إنه يمددكم بأموال وبنين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. كتب النظام وأسهلها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، مخذوف من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبعد، لقد أقرت أمامكم ولست بخيركم، بل كي أذكر نفسي وأنفسكم وأفيدكم بما أفادني الله. ماشي رسالة. Nichukue fursa hii kwa mara ya pili kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumcha Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia nisisitize ya kwamba bado tuko katika hitimisho la masiku 10 masiku matukufu, na leo hasa ni kilele cha siku ya Arafa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ihsani na taufiki yake, insha Allah kesho itakuwa ni Eid al-Adha, yauma yuwahi nnas. Tunamwomba Allah kwa ihsani na mapenzi yake atuingize katika ibada ya sikukuu, tuisherekee, tuifurahie kama vile inavyotakikana, kwa sababu Mola wetu Jalla Jalal ameturuhusu kufanya hivyo. Laqad adhana Allahu lana bilfarhi wassurur, tunayo ruhusa ya kufurahi, na kufurahi ni sehemu ya ibada. Lakini sasa tunaingia namna gani katika Eid? Maudhui ya leo yanasema almusamaha alkarim. Tataja nukta mbili kwa ufupi, tena khasatan tumechelewa na muda wenyewe wa khutba. Pia tutazungumza nukta ya ibada muhimu kesho ya kuchinja. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa khutba ya Idi hii kubwa
hekima zake na busara zake, alikuwa akienda akiwa hali chochote, ili akitoka katika msalla akawahi kula nyama zile. Na utagundua idi hii alikuwa akiifanya ndogo, hata ile sala yake, tilawa yake, ili watu wakawahi kuchinja, kwa sababu kuchinja ni baada ya sala ya Eid. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hizo aliwakuta masahaba wamechinja kabla ya sala, akasema hiyo itakuwa sadaka miongoni mwa sadaka zingine, lakini baada ya sala ndio watu waende kuchinja. Kwa hiyo khatibu pia haimpendezi hutuba ikawa ndefu, swala ndefu mpaka saa 3 saa 4 watu ndio wanaenda kuchinja tena. Tutaigusa pointi hiyo inshallah kwa kiasi, lakini la leo la umuhimu ni almusamaha alkarim, na kusameheana. Ndani ya sura Mujadala au Mujadila, Allah anasema baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Kisha aya inayofuatia kiagizo chake kinasema inna Allaha la'afuwwun ghafur, inna Allaha la'afuwwun ghafur. Tutajifunza sifa mbili za afu na ghafur, na yote ni majina ya Allah, lakini pia tutajifunza na jina linaitwa Haqqun na Ar-Rahman. Basi ndio hotuba yetu imekwisha. Al-afu ni msamaha na ghafur pia ni msamaha. Al-afu ni msamaha wa sampuli gani? Baadhi ya kibarul ulama wanasema al-afu ni msamaha unaotokamana na makosa tunayoyafanya katika ibadati. Hujasali vizuri, hujasoma vizuri, unapata msamaha wa kiibada, al-afu. Lakini al-ghafur ni msamaha unaotokamana na zallat, matelezo, madhambi wa maashbah dhalik. Lakini kwa upande mwingine wakasema siku zote mambo ukiona yametangulizwa mawili au matatu au manne, zingatia kilichotangulizwa kitakuwa ni super kuliko kinachokuja. Kama ni uzuri kitakuwa uzuri zaidi. Hapa Mwenyezi Mungu ametanguliza al-afu. Kwa hiyo al-afu thamani yake ni kubwa kuliko al-ghafur. Afu ni msamaha na ghafur ni msamaha. Msamaha wa maghfira ni unasamehewa madhambi yako, lakini yale makosa yako hayajafutwa, umepata maghfira. Lakini afu ni msamaha ambao lile kosa lako unasamehewa na kule mbinguni pia linafutwa, unakuwa umefungua ukurasa mpya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii hata katika dunia ipo. Una kesi mahakamani, unaambiwa kesi yako dismiss, ishakwisha kesi, lakini bado faili liko mahakamani, aliwezi kuondoka ile faili kwa sababu wewe mtuhumiwa una matukio mengi, bado linakushughulisha. Pengine rejimu itakaokuja, kiongozi mwingine naweza nikaitwa tufanye nini ili ile faili liondoke kule. Mara nyingine ukahonga, ukiambiwa na lile faili tumeliona limechanwa, hakuna kesi tena, hiyo ndio afu. Nini mfano huu? Nilipokuwa nikilenga leo nazungumzia kusameheana. Na kwa nini nazungumzia? Kwa sababu siku zote, hata hutuba iliyopita tulionyana jambo, tukasema ni makosa. Sisi Waislamu tuna miko yetu, tukiingia misimu mikubwa mikubwa, ibada kubwa kubwa, hatutakiwi mtu akiwa ni mshahidi, ana ugomvi, ana fundo, ana chuki na mwenzi wake. Lakini sio hivyo tu, siku ya kesho, siku ya Idi ni siku kubwa zaidi, ni siku ambayo ni wajibu, ni jambo la muhimu la lazima watu kufurahi. Hata kesho, hata kama wewe ni mkali, una hasira, zile hasira zako uzihifadhi mpaka usiku,
lakini siku ya Idi ni siku ya kufurahi, si kitu chengine. Kwa hiyo haitakiwi Idi hasa uingie ukiwa una kinyongo na ndugu yako Muislamu yoyote. Lazima kusameheana. Sasa kusamehe kuko kwa sampuli mbili. Kuna ile kusamehe lakini bado liko moyoni, na kuna ile kusamehe unitupilia mbali. Kwa hiyo leo tutadumu na alafu, kusameheana baina yetu. Binadamu ni kukoseana, na kuna baadhi ya watu wamekukosea sana, na nitakwambia kitu kimoja, makosa ya sampuli yoyote yale lazima yasamehewe, japo kuna baadhi ya makosa kisheria kama ya jinai hayaruhusiwi kusamehewa, hasa katika Uislamu. Kumsamehe mtu kuna sharti, huruhusiwi kumsamehe mtu mpaka huo una uwezo wa kuchukua kisasi kutoka kwake. Usiwe unamsamehe mtu kwa sababu unamwogopa atakutenda, huu msamaha wako utakuwa na walakini. Huu itakiwa umsamehe mtu alafu inda almaqdira. Sio unamwona mtu ni askari mwanajeshi kacheza na mke wake kaja na gwanda, ulikuwa unasemaje bwana? Basi mimi nishakusamehe, hakuna tatizo, lakini kumbe unamwogopa. Msamaha ni yule ambaye nina uwezo alichonifanyia nikamfanyia mara mbili, lakini kwa ajili ya Allah nikamsamehe. Na haya ndio aliyafanya Mtume Muhammad. Aliteswa, alifukuzwa pale Maka, sahaba zake wakauliwa, familia yake ikadhuriwa. Baadaye anakuja Fathu Makka na jeshi zaidi ya askari 10,000. Anawauliza watu wa Maka, madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum, hebu semeni wenyewe, mnahisi mtafanya nini mimi? Maana ana uwezo wa kufanya chochote, lakini akaambia idhhabu wa antum tulaqa, amkeni mwende nyote, mko huru nyote, mmesamehewa, alafu inda almaqdar. Makosa mengine ambayo yakisamehewa itakuwa ni kuitia ila dini ni mtu ambaye atakayertadi. Mtu akirtadi kwa sababu hakuna kulazimishana katika dini, mtu kaingia kwa khiari yake, kwa hiyo akishaingia hakuna kutoka. Akirtadi apewe siku 3 atubie ukorofi huo, kutubia basi huyu atakiwa wawe, la ikraha fi dini. Hakuna kumfosi mtu katika dini hii, kutiana karaha, umeingia mwenyewe. Uislamu unakuambia udkhul fi silmi kafa, ingia mzima mzima katika Uislamu. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu siku hizo anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hajaslimu. Mtume anamwambia shawir abaka kabla an tuslim, kamshauri babako kabla hujaingia katika Uislamu. Uislamu mtu hata akija leo unataka kuslimu, tunamuuliza unaslimu kwa sababu gani? Mtu eleze, kwa sababu ya mapenzi au umeipenda dini, umeielewa dini? Kwa sababu tuna mila zetu. Hakuna kurtadi hili katika makosa yasiosameheka. Ama ya sisi kibinadamu kusameheana ni wajibu. Wallahi, kuna baadhi ya watu wanakukosea sana, wanaona wewe hukustahiki kutembelea gari unaotembea nayo, hukustahiki kupata kazi uliokuwa nayo, hukustahiki kuwa na mke mzuri kama huyo, hukustahiki kuipata heshima unayoipata leo katika jamii. Wanakukosea hawa, walisha kugrade kwamba maisha yako wewe utazaliwa maskini, utakulia maskini, familia yenu ya kimaskini, utaendelea katika hali hiyo tu mpaka kufa kwako wewe ufe hohehahe, si maskini. Kumbe ile miwani waliovaa kukutizama wewe sio miwani alioivaa Allah kukutizama wewe. Mahesabu yao kwako ni mengine ya kihasidi hasidi, na mahesabu ya Allah kwako ni mengine, kwa sababu watu wanatizama udhaifu wako uko wapi, unyonge wako uko wapi, kushindwa kwako uko wapi, iwe ni silaha ya kukupiga, wakati Mwenyezi Mungu anatizama udhaifu wako uko wapi, apate kukupa nguvu, apate kukupa heshima. Inna Allah yuhibbul lahfa, na Mungu anapenda kuwabeba wanyonge, ndio watu wake, ndio wapenzi wake. Sasa mambo yamekuwa kinyume. Hivi sasa umepata ulichokipata, umebarikiwa ulichobarikiwa, sasa wanakuhusudu,
wanakusema, wanakutweza, wanakutukana, hawa wote wanakukosea makosa makubwa kabisa. Hasidi hana sababu. Sasa wewe kama Muislamu itakiwa wote hawa uwasamehe, ujitahidi sana kuwasamehe, tena msamaha ambao unasamehe kisha unaachilia mbali. Kuna faida gani mtu akukere, akuudhi, umsamehe kisha uachilie mbali? Kwa sababu ukisamehe na ukiachilia mbali, Mwenyezi Mungu kesi kama zile anazichukua yeye, anakusimamia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almusamaha karimu. Waislamu, kusamehe sio kitu kidogo. Kuna maneno yanaandikwa ndani ya Qur'ani, inna Allaha ma'a sabirin, inna Allaha ma'a sabirin, inna Allaha ma'a sabirin. Haya maneno ukichukua chaki ukaenda ubaoni ukaandika inna Allaha ma'a sabirin, yanaandikika kiwepesi sana, lakini ni mazito, lakini ni magumu, yanaumiza kuyavaa katika maisha. Ukawa na subra. Wanasema lan tablugha alkarama, huwezi kupata cheo cha mazuri hata talaqa sabr, mpaka magumu ya kupate, mitihani ikupate kisawasawa, kisha uingize asabr wa tahammul, subira na uvumilivu ndani yake. Kuna watu wanakera sana, wanaudhi sana, wamekuvuruga. Mara nyingine unawafadhili, mara nyingine unawazaa, mara nyingine unawashika mkono, lakini watu hawa kufanyia maudhi makubwa, bado itakiwa wewe uwasamehe. Siku miongoni mwa siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na sahaba zake radhiallahu ta'ala anhu, akawaambia hivi sasa atakuja mtu wa peponi. Akatokea sahaba wala si mashuhuri, watu wakamtizama, mmoja akamwomba ugeni nyumbani kwake. Alipokwenda kule nyumbani, kamchunguza, anaona usiku hana ibada nyingi za kujipinda, hana kadha wa kadha. Akasema mimi kaambiwa ni mtu wa peponi, ilibidi amuulize. Akamwambia bwana, hebu tupe siri, watu walikuwa wanataka kuiba katika kheri. Kwa nini wewe Mtume kakubashiria wewe ni mtu wa peponi? Yule bwana akasema, kwa sababu tabia yangu mimi silali usiku mpaka niwasamehe watu wote wanaonidharau, watu wote wanaonisengenya, watu wote wanaonisuhuzuru, watu wote wanaonitukana, watu wote wanaonikomenti vibaya mimi, kumchafulia jina langu, kunisengenya mimi, wote naambia Allah wote wasamehe fi dunia wal akhirah. Hili limemsababisha Mtume kambashiria ni mtu wa peponi. Na mimi na wewe kama utakaue mtu wa peponi, jenga tabia ya kuwasamehe watu. Najua tuna mafundo makubwa, kuna vita nyingi duniani, kuna vita nyingi duniani, lakini vita vyote vinatokamana na vita ya aina moja. Ukiona vita vya panga, ukiona vita vya bunduki, asilia yake ni vita hivi vitatu. Kuna vita vya kwanza ni vita vya kimawazo, na vita vya kimawazo ni vita vikubwa kuliko vita vyote unavyovijua katika dunia. Lakini kuna vita vya pili ni vita vya kimaneno. Kuna vita vya tatu ni vita vya kimatendo. Ukimwona mtu amekuletea maneno makali, katoa maneno yakaupasua moyo wako, vita hiyo haikuanzia pale, ilianzia kwanza vita ya ndani kwa ndani, vita ya kimawazo. Hawezi mtu kukurupukia akakupa maneno mabaya. Vita ilianza rohoni kwanza, vita ya kimawazo. Na hizi zote ni vita kubwa. Mtu unaweza akakwambia neno moja tu likakutia kaburini, neno moja tu, usije tena hapa msikitini. Mnauona ulimi ninaotumia kuzungumza khutba, naweza kuzungumza maneno pengine yakakutoa jasho msikitini hapa, yakakuliza, lakini kinachofanya kazi yote wala si mkono wangu, ulimi tu. Ni maana ulimi ni kinyama kidogo kilaini, hakina mfupa shekhi, kinaweza kikavunja moyo, kinaweza kikagombanisha msikiti mzima, kinaweza kikaleta machafuko, mpaka wanachuoni wakasema ulimi una madhara karibia 80 bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema binadamu katika viungo vyake 360 kiungo chenye makosa mengi ni ulimi.
Ndugu, hadithi Mtume anasema fa idha asbaha al-insan fa inna al-a'dha'a kullaha fatukaffiru al-lisan ay fatudhakkiru al-lisan fataqul ittaqullaha fina ayyuha al-lisan innama nahnu bik in wajajta wajajna wa in istaqamta istaqamna. Asubuhi akiamka mwanadamu viungo vyote vinamwelekea ulimi. Bwana wewe muogope Allah kuhusiana na sisi. Sisi wote tunakutegemea wewe. Kama utakuwa sawa, sote tutakuwa sawa. Ukienda kinyume, sote tutakwenda kinyume. Waswahili wanasema mdomo humponza kichwa. Utamtukana mtu unatiwa ngwala mguuni. Utamtukana mtu unapata kibao cha kichwa. Hata kichwa hakijahusika. Viungo vinalia ulimi na makosa mengi yanatokana na ulimi. Kwa hiyo vita ya pili ni vita ya kimaneno. Unaweza ukasukumiwa neno moja ukaona bora nafuu yako ujiue. Nilishawahi kumuona mama siku moja analia, anakuja ofisini kwangu akaniambia, nikitoka hapa kama hujanishibisha maneno mimi naenda kujiua. Sheikh Othman, mwanangu wa kumzaa mimi kanifukuza kwake, kaniita mimi ni mchawi. Neno tu hili neno limemuuma kwa kiasi kikubwa sana. Ama vita ya pili ni vita ya tatu ni vita ya kimatendo. Sasa hizi vita zote, maneno, matendo mpaka mtu akafa, hizi bado ni vita ndogo, na watakatifu wengi, wacha Mungu wengi watashindwa kwenda mbinguni kwa sababu wanaonekana na kanzu na majoho na mawaidha mazuri, lakini ndani yao kuna vita ya ndani kwa ndani. Na hata mahakama za kidunia hizi zinahukumu vita ya nje. Mtu atakamatwa kwa sababu ameonekana kamtukana rais ulimi wake. Mtu atakamatwa kwa sababu anaonekana kampiga mtu, kamuumiza mtu. Hii vita ya ndani kwa ndani haionekani, ndio asili ya machafuko yote. Sasa hii vita ya ndani kwa ndani inagawanyika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni kujidhania wewe mwenyewe vibaya, na ikiwa unajidhania wewe mwenyewe vibaya, sijui waliokuwa nje yako watakuwaje. Sehemu yake ya pili ni kuwadhania watu vibaya. Sehemu ya tatu ni kudhaniwa wewe vibaya. Kwa hiyo hii vita ya ndani kwa ndani ni vita mbaya kabisa. Sasa kuna baadhi ya watu wamekukosea sana, wamekuumiza, na kuna ugonjwa una trendi, ugonjwa wa chuki. Unatembea lakini una chuki. Chuki ni mbaya Waislamu. Ukiwa una chuki na imamu aliokuwepo hapa akipita kuswalisha tu anakushughulisha ndani ya sala, kwa sababu hapa kuna ugonjwa moyoni hapa. Sasa tunaposema kusameheana, ina maana ndani kuna vifundo vimeshikana ndani yake. Wewe na mtalaka wako na ushaapa, wallahi na kuacha mimi, huelewi, utakwenda hedhi mfululizo, sijui umefanya nini, imekuwa hivyo. Pengine hujaenda hata kwa mganga. Ulimi unaumba, ulimi unasuluhisha, ulimi unafarakanisha, ulimi una kadha, mpaka leo hatulizani. Sasa msamaha, kumsamehe mtu sio kusema tu basi yashaisha, ni kumsamehe na kutupilia mbali ile ndani ya roho. Sasa naleta mifano michache, sasa nafikiri utanielewa. Leo maudhui yetu inalenga watu wote kusameheana Waislamu, watu wote kupendana Waislamu, watu wote kuelekea mkono wa Idi wakiwa tuko kwa roho moja kabisa. Ili tusameheane, kuna mambo yafuatayo. Kwanza, usipomsamehe mtu kuna hasara nyingi unazipata. Hasara ya kwanza kabisa, unaadhibika kwa kosa la mwingine. Kakosea fulani, kwa nini wewe uadhibike? Hasara ya pili ya kutokusamehe, kwa sababu usipomsamehe mtu moyo ndio unauma. Wataalamu wa biolojia wanasema ule moyo wako ndio unapata uchungu mkubwa, mpaka wakasema hata mtu akiwa na hasira sana au na jambo limekuuma, kinachotakiwa cha mwanzo, kwanza kubali yale matokeo. Mfano, kuna mtu unampenda sana lakini kadai talaka, mmeachana, mahusiano yamevunjika. Cha mwanzo, kubali kadari ya Allah. Sema hivi, nilompenda hajanipenda kama nilivyompenda mimi. Kubali matukio. Cha pili, wanasema tafuta chemba ukae ulie, kwa sababu kulia kunapunguza uchungu katika moyo, ni tiba ile kulia. Sasa ina maana uchungu unakuwa mwingi ukiwa hupendi kumsamehe binti yako kwa sababu kabeba mimba.
ambayo hukuitarajia. Hata zile kinga zako za mwili unazidhoofisha, pengine ukapata maradhi ya stroke. Hasara ya pili, unateseka kiafya ukiwa huwezi kusamehe. Lakini jambo la tatu, maisha yako yanakuwa magumu ukiwa husamehe. Kuna baadhi ya watu ilikuwa wapige hatua